enzi. Kabidhi heshima zao taji zao labu Hello. Praise the name of the Lord. Karibu asubuhi ya leo. It is day 4 of prayer and fasting, beseeching the name of the Lord, asking the Lord to grant us favor, grace, blessings. And I'm sure you being alive, me being alive, it is all about the hand of the Lord and the power of God at work. And so nakukaribisha tukaweze kuomba pamoja, kumwaminia Mungu mambo yote na kutizama neno la Mungu, kuaminia Mungu mambo makubwa katika jina la Yesu Kristo. Let me know where you are watching me from. Let me understand how far you've come by the grace of God this morning. Let me know that my sound or even my video is clear so that we can hit the ground running, blessing the name of the Lord even as we pray this morning. It's a privilege, it's an honor to pray. Ni nafasi tunapewa na Bwana ya kuwa waombaji, na hivyo tunashukuru jina la Bwana kwa sababu ya neema na baraka yake pamoja nasi. So welcome this morning. Karibuni this morning. By the grace of God, welcome all of us. I kindly ask, if you are on Facebook, share this. Share this. You can even share it on your status on WhatsApp. Just throw it into the groups that you are a member of and invite people for this prayer. Invite many to this particular moment of prayer, even as we look up to the Lord, as we wait, and as we do our part and allow God to do his part. And I can assure you, God is faithful on his part. He answers prayers. And so it is about the prayers you raise. It's about the prayers you lift to him. How much you pour your heart to the Lord. How much you spend in the Lord. That will be the same amount that you shall be receiving from the Lord. Edward Jeru, thank you so much for the warm welcome. Share as usual. Draw as many as you can so that we can pray together. It's about encouragement. Sometimes when you fast, you really require lots and lots of encouragement. And so this morning, let's be encouraged to pray. We are also live on YouTube. May the Lord God bless us even as we pray together. Karibuni nyote katika jina la Yesu, ili tukaweze kuomba pamoja by the grace of God, na ili tukaweze kubarikiwa pamoja by grace of God. Kwa hivyo wapendwa, karibuni, na ili tukaweze kuendelea na ibada yetu ya asubuhi tunapoomba katika jina la Yesu Kristo. Karibisha marafiki wenzako, hata wageni wengine, wakaribishe tuweze kuomba. Maybe you are in the office, we will pray from there. Maybe you are in your car, we will pray from there. If you are on loudspeaker or you are on your earphones, hata kama uko kwa biashara, tunaiombea leo. Maybe you are at home, we will pray together. All of us, let's saturate prayer. Let's concentrate on prayer by the grace of God. Blessing, favor. You are watching from Thika. God bless you so much. Elizabeth in Thika, I'm loud and clear. Thank you, Elizabeth, for that confirmation. Let me know whether on YouTube I'm clear. May the favor of God bless you, all of us, by the grace of God. Help me in sharing. Help me in sharing this. Let as many people as possible come on board.
Kama uko na mahali unaweza weka loudspeaker, share with whoever who is not able to access me. Wacha tuwe na maombi haya pamoja. Thank you Edward for sharing. May all the blessings that you have become to others also become your blessings in the name of the Lord. Tuendelee kushare, and let's draw as many as possible in this live stream today. Let's share even to 100 groups, to 100 members and beyond. Let's also call so many. Let's see 20, 30, 40, 50, 100 watching by the grace of God as we pray together. Thank you, Jeru. You are saying it's clear and audible. We are praying. We are on day 4 of prayer and fasting, calling upon the name of the Lord. And today, wapendwa, the subject of today is powerful. Thank you, Wamboi Denya, for confirming that I'm loud and clear on YouTube. God bless you so much. And welcome all of us on board, that we can pray, that we can call upon the name of the Lord. Today, remember that we've been praying for health. We've been praying about faith. We've been praying about our families. And today, we want to pray. It is biblical. Remember that all that we pray about, it is what the Lord has said we do. It is what the Lord has asked us to do. And so today we are dealing. Mamshi, if you are in Mombasa, you are saying it is loud and clear. God bless you. Today we are dealing and we are handling on this subject called economy. I know the discussion here in our nation is about the finance bill. And when you hear finance, then you hear about the tax, you hear about business, you hear about investment. It is about the economy. And what does the Lord tell us about our economy? What is expected of us? And so today we are praying for financial capability. We are praying for prosperity. Today we are praying for blessings in the name of the Lord. Thank you, Jesse. You are tuned. Karibu and more grace also in the name of Jesus Christ, by the grace of God. Kwa hivyo wapendwa, leo we are going to pray. Leo we are asking the Lord, Father, give us the blessing of finances, the blessing of prosperity by the grace of God. Leo tunaombea ili tuwe imara. Tunaombea msingi imara wa baraka za Bwana in the area of prosperity, in the area of blessing, in the area of economy as an umbrella term, that anything else to do with money and material increase falls under. And so this morning, tunaomba baraka ya kazi ya mikono yetu. Tunaomba baraka ya kulindwa kwa chochote ambacho Bwana anatupatia. Tunaomba kuongezeka katika jina la Yesu Kristo. On the mountain of God, there is all this provision. This man called Abraham, when he went up the mountain of God, he said, God, you are Jehovah Jireh. You are the Lord who does not run out of supply. You have everything and all things that I require. Na kwa hivyo wapendwa, it is so biblical to pray for prosperity. It is so biblical to work hard, and it is biblical to be blessed. And this morning, it is biblical to pray over all these things. Na kwa hivyo tutaomba na tutaaminia Mungu ya kwamba mwezi huu wa 6, baraka yetu ya half of the year itakuwa imefika. Baraka yote Mungu alikusudia iwe yetu January, February, March, April, May, and now the half year. Mungu wetu ni mwaminifu, atafanya hiyo baraka to catch up with us. Baraka yetu haitapunguka. Baraka kama ni maombi ilifanya tusiipate, tunafanya hiyo maombi leo. Kama ni maombi yetu ilipungua, tunaongeza hiyo maombi, na mpango wa Bwana ukatimilike, ukafanyike kama makusudio yake yalivyo katika maisha yetu. And I can assure you that it is the will of God for us to live a prosperous life, to live a peaceful, joyous life, and to run the economy of God here under the sun. It is the will of God that we increase, that we become more and better
by the grace of God. Alipompatia Adam ulimwengu wote, akampatia uchumi wote auongoze, alimwambia na sasa dominate, na sasa rule, reign, increase in number, akamwambia na upanuke. We are going to pray today for that increase. We are going to ask the Lord to favor us. We are hardworking people. We are people who know our God. Na kwa hivyo tutafanyika kile Bwana alisema tutafanyika katika jina la Yesu Kristo. Mungu ndiye atakemea mapepo, Mungu ndiye atasimamisha nguvu za giza, Mungu ndiye atatuondolea magonjwa kama tulivyokuwa tunaomba, na ili tukiingia kazini there will be no disruption or interruptions. There will be nothing limiting us, kwa sababu tuko na Mungu na tunafanya mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. So we are praying. You know, I like the definition of Edward Jero about prosperity. It is a condition of being successful or thriving. I like that. And so this morning, we are going to pray for that status. We will be prosperous. We will be blessed. We will increase. And, you know, poverty is not amongst the blessings in the package. Ni kweli iko, na Yesu akasema, in this world you shall face trouble, but thank God I have overcome it for you. And so even this morning, we are not going to allow limited life to be our portion. If our God have ushered us into abundance, we will thrive in this abundance by the grace of God. Let us pray this morning as we begin our prayer session. Father, in the precious name of Jesus Christ, this morning we are blessed. This morning we are thankful. It is about your presence in our lives, oh God, that Father, we are able to see a new day. On the 4th day of prayer and fasting, Almighty, we report on the mountain. We report on duty. My God and my Redeemer, many people are in their offices and they are on this mountain. Others are in their businesses and they are also committed to this mountain. Others wako kwa nyumba zao. Wengine Bwana ni wagonjwa, wengine hawana kazi, na hali ni tofauti Bwana katika mambo, katika mahali tofauti tofauti. Naomba na hawa wapendwa tukiwa mbele yako Bwana, si ukapokee heshima na sifa, wewe ambaye umetujalia na umetunemesha na umetubariki. Na sasa Bwana, asubuhi ya leo, si ukanioshe, ukanisafishe kwa damu ya Yesu dhambi na makosa ya kila aina. Na ili Bwana, ninapopanda huu mlima leo na kuomba pamoja na wapendwa, Mungu wetu, maombi yetu hayatapungukiwa. Maombi yetu Bwana hayatakuwa ya bure. Mungu wetu, tunaomba asubuhi ya leo, si ukatusikie, si Bwana ukatutendee, si mbingu ikafunguke na matendo ya Mungu yakadhihirike katika jina la Yesu Kristo. Bwana, tumekataa kwenda kwa wachawi na waganga kupokea uongo. Tumekataa Bwana kuwa wafisadi ati ndio tutajirike. Tumekataa Bwana kuasi wewe. Bwana, sisi tunataka kutii wewe. Ubarikie kazi ya mikono yetu. Twaja kwa mlima tukikuaminia baraka zetu, tukikuaminia Bwana neno ulilolinena juu ya maisha yetu inaenda kufanyika katika jina la Yesu Kristo. This morning, my God, I pray. This morning, my Father, I call upon your name. Si utusikie, si ututendee katika jina la Yesu Kristo. Naombea wapendwa katika hali zao za mahangaiko, si ukawatembelee, si ukafungue milango, ukaondoe usumbufu wao, na ili Bwana wakatulie katika jina la Yesu. Magonjwa yanayokula rasilimali na jasho yetu Bwana, si utuponye, utuondolee katika jina la Yesu Kristo. Kifo cha mapema Bwana tunakataa. Baada ya bidii watu wanakufa, baada ya bidii watu wanakuwa kwa accident na wanalema. My God, I pray Jehovah, after working hard and blessing the labor of our hands, Almighty, tutakuwa na amani na tutafurahia tukisherehekea baraka na neema ya Bwana. My Father and my God, wazazi wengine wamelea watoto wao kwa njia ngumu sana, lakini Bwana, badala ya warudi nyumbani walete mchele, walete unga, walete sukari, Bwana wameingia kwa pombe. Si ukatukombolee watoto, si ukatukombolee Bwana mahali tumetia bidii tukapate baraka.
mwaka. My God, this morning, uchumi wetu twauombea, our economy, my God. I am praying about even the category of the jobless, ya kwamba Mungu unafungua milango. Naomba Bwana, biashara zinazozama Bwana ukaziinue tena, kazi ambazo Bwana, kampuni ambazo zinaenda hata kuanguka ukaziinue na zikafanye faida tena. I pray now, my God, watu wengi wako kwa madeni na wako hapa katika mlima huu, si walipie madeni vile Bwana mtumishi wako nabii Elisha alisaidia mjane kulipa madeni. Si Bwana ulipie wapendwa. Mungu wangu ishie milele, bariki kazi ya mikono yetu. Dhahabu na fedha ni zako Bwana, zinatoka kwako. Si Bwana ukatujalie Mungu wetu, si ukatufiche ya kwamba maadui hawataweza kuingilia jasho yetu, katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, wewe uishie milele. Asubuhi ya leo tunainua sauti zetu kwa mlima huu tukikuomba wewe usikiae maombi, unayetuwaza mawazo mema. Si Bwana ukatuondolee mahangaiko na usumbufu kwa sababu ya kukosa kazi, kwa sababu ya uchumi kuzorota. Si wewe Bwana ukatujalie. This morning as we pray, this morning as we read your word, this morning as we fellowship with brothers and sisters, I pray, oh God, may the heavens be opened, that God, you can receive our petition and our prayer and cry this morning, my God. Father, help me and help all of us. On this mountain we pray, on this mountain we call upon your name. My God, your children have lodged here, oh God, to seek after your attention, even as we pray. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Wapendwa, praise the name of the Lord. May the Lord God bless us. Thank you, Pauline, Dory. Thank you, Dulda. May the Lord bless all of us who are live here and we are in prayer together. May the favor of God rest upon us in the name of the Lord. Wapendwa, ningependa tuombe that we shall prosper, that the blessings of the Lord will come upon us by the grace of God. You know, blessings, there is a promise that the Lord gave to his children of Israel. Na kuna maneno aliwaambia, akawaambia hivi in Deuteronomy chapter 28 kuhusiana na utajiri na baraka ya Bwana. The Bible says in Deuteronomy 28 verse 2, all these blessings will come upon you and overtake you. Hallelujah. Blessings overtaking you, being blessed ahead of time, being prosperous ahead of time. Wacha even kuwa on time, wacha even kufanya kazi na kugoja ati utalipwa utajirike. The Lord promises even to bless us in advance, even to bless us ahead of us. Yani unabarikiwa hata kabla ya kufanya kazi, unabarikiwa kabla ya kulipwa, unabarikiwa kabla huja. Praise the name of the Lord. This is how loving and capable, this is how willing our God is willing to do it. In chapter 28, when he summoned the children of Israel, he told them, if you walk in my ways, if you follow my laws carefully, not only will I bless you on time, but you shall be overtaken by blessings. Hallelujah. The blessings shall overtake you in the name of the Lord. Hey, my wapendwa, si tupokee overtaking blessings, tupokee overtaking prosperity. Mungu wetu anaweza kubariki miaka yetu ya mbele. Mungu anaona kama uko 20 years, anakubariki hata ukiwa 20, amebariki mpaka 25, amebariki 30, because he is Alpha and Omega. He sees the end from the beginning. God does not work to gain so as he can share with us. No, God already has it all. He is the owner of all. And so he says, all these blessings will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. This morning, the way for making blessings, the way for us to be prosperous is the way to obey the Lord. You know, he has said, pray without ceasing. Knock, it will be opened for you. That is Matthew 7:7. And so if we exactly do that, if we ask, he will do. If we seek, he will be found. If we knock, the door will be opened. And so here he says, if you obey the Lord your God, all these
blessings will come upon you and overtake you. My God, the God will allow an overtaking experience to happen in the realm and be manifested in your very life. He is a promise keeper. God does not speak and then overthrow his word. He speaks and he meets it. Na kwa hivyo wapendwa, this morning in the name of Jehovah God, mahali ulipo, si unene baraka ambayo ni overtaking blessing in the name of the Lord, ya kwamba Mungu atakujalia, Mungu atakuinua na atakubarikia. Our God is not limited. Our God is not in a position ambayo yeye atapungukiwa. Hapana, Mungu wetu anasema, if you obey me, you are God. If you obey the Lord, you are God. All these blessings will come upon you and overtake you. That is Deuteronomy 28 and verses 2. That there will be an overtaking challenge of blessings. Yani baraka zitapitana na wewe, zinaenda ahead of you. Ya kwamba kesho yake Friday umebarikiwa. Kesho inayokuja Saturday umebarikiwa. Mwezi wa July umebarikiwa. 2024 umebarikiwa. You are thriving and you are experiencing overtaking blessing, overtaking anointing, overtaking presence of God. Ya kwamba mbele yako kile kinapitana na wewe ni baraka, kile kinakutangulia ni baraka, hautapungukiwa. How I pray this morning that the Lord can help us to obey him and to love him, and then we will experience his promise coming to pass, that we will have overtaking blessings by the grace of God. Wapendwa, inua imani yako kwa mlima, aminia Mungu hizi baraka katika jina la Yesu Kristo. Listen to this. Long life will be a blessing, will be among us the prosperity that God will be giving to us. Long life is in his right hand. In her left hand are riches and honor. That is Proverbs 3 and verses 16. Mungu atatujalia na maisha marefu, atatujalia na utajiri na heshima yake. Wapendwa, ukibarikiwa na ukose heshima haitakuwa kitu. Wapendwa, you will be desperate when you are blessed, when you have, but nobody even says you are blessed. Nobody even says ninapenda Mungu wako. But the Lord says, I will give you a package ya kwamba kutakuwa na baraka, kutakuwa na neema, na Mungu atakuinua na atakujalia. Listen to the promise of the Lord in Zechariah chapter 8 and verses 12. Unajua tunaamuka mapema, tunachapa kazi na tunalia, tunaita jina la Bwana. Wakati mwingine unaangalia ile kazi umefanya na matokeo yake and you are not satisfied. You don't feel like you are rewarded. Hauoni haki pale. Justice is not happening on your side. The Lord is saying this in the book of Zechariah chapter 8 and verses 12 kuhusiana na utajiri na baraka yake juu ya maisha yako. The Bible says, for there will be peace for the seed. The vine will yield its fruit. The land will yield its produce, and the heavens will give their due. And I will cause the remnant of this people to inherit all these things. Maandiko inasema utapanda ama utafanya kazi, na hiyo kazi itazaa matunda yake. Utaweza kuvuna, ataamrisha mbingu ifanye makusudio inayostahili katika jina la Yesu Kristo. Si Mungu akabariki kazi ya mikono yetu, akabariki jasho ya vichwa vyetu, akabariki the wealth and the work in our minds, in the faculty. Mungu akatubarikie ili ya kwamba tutapata hii baraka ya utajiri unaotokana na yeye katika jina la Yesu Kristo. How I pray this wonderful morning ya kwamba Mungu atatubariki hata katika kazi zetu, na Mungu atajionyesha katika jina la Yesu Kristo. Mungu ajidhihirishe katika kiwango cha juu cha maisha yetu. Our Father and our God, you have said, Almighty, that we will experience all these blessings and even overtaking blessings when we obey, when we love, when we walk with you, oh God, genuinely. Our Father and our Redeemer, I pray for all of us, my God, watu wapendwa wote ambao tuko
kwa mlima huu. Si Bwana ukatubariki na baraka hata zinazoenda mbele yetu katika jina la Yesu Kristo. Mungu wetu umesema tutapanda na tutavuna, kwa maana utabariki zile mbegu na zitazaana matunda mengi. Si ukatutendee Bwana Mungu wangu, umesema long life, riches and honor utatupatia. Si wewe ndiye unatenda Bwana, tunaomba kwa sababu sisi sio wazembe. We are not lazy, we hard work, we do oh God all we can. Vile umetubariki Bwana, si ninaomba Mungu ukatimize neno lako juu ya maisha ya wapendwa, ukibariki uchumi wetu kwa njia ya kipekee. This is our prayer, my God, that we are lifting on the mountain of prayer today. My God, mastery of blessings and prosperity is our call before you, oh God. Father, make us, oh God, make us people who have made it in life. Make us champions in this area of economy. My God, make us masters and experts in this area. Qualify us, my God, that Father, we can manage your economy in a prosperous way in the name of the Lord. Mungu tusikie, Mungu tutendee. Tuko kwa mlima tukifanya haya maombi in the name of Jehovah God. Tunaomba na tunaamini. Wapendwa, kuna watu wengi wamepata baraka, lakini ile baraka imefuatwa na machozi. Yaani unanunua shamba, unaishi kwa kotini, makesi. Unanunua nyumba, ni makesi. Yaani baraka yako inageuka na inakuwa kitu kingine. I want us to pray today that our prosperity will not be followed. Our blessings will not cause sorrows. Yaani uko na maono, unaanzisha maono, lakini ile machozi unalia, yale mahangaiko unapitia. Ulipata watoto, hao watoto sasa ni mashida mengi. Uliingia kwa doa, hiyo doa ni mashida mengi. Ulianzisha biashara, yaani vile hiyo biashara imekupeleka hata hupati usingizi. We want to pray for the real blessing of God. This is what the real blessing of God is all about. Proverbs chapter 10 and verses 22. Proverbs chapter 10 and verses 22. The word of the Lord says this: it is the blessing of the Lord that makes rich, and he adds no sorrows to it. Proverbs 10 and verse 22. It is the blessing of the Lord that makes rich, and he adds no sorrows to it. Wakati umebarikiwa, utajiri unakufuata, na huo utajiri hautakuwa na machozi. I want us to pray that our visions, our dreams, our businesses, our companies, our offices, our area of work, it is not a source of sorrows. Yani hiyo baraka haitakuletea magonjwa. Hiyo baraka haitaangusha kile umejenga. Hiyo baraka haitakufunga. Hiyo baraka itakuwa ni baraka ya Bwana. My God, in the name of Jehovah God, naomba na watu ambao makesi yamejaa kwa koti. Mungu, file zao zinasemekana they are missing, lakini zimefichwa, wanahangaishwa na baraka. My God, I pray, you have said in Proverbs 10 that it is the blessing of the Lord that makes us rich, and you add no sorrows to it. My Lord, now exempt us the sorrows. My Father, take away the sorrows, oh God. I pray for all the businessmen, all the business women, my God, ya kwamba kazi zao hazina machozi, kazi zao ni za baraka. Naomba na wale wako na kampuni, wale ambao wako kwa maofisi, I pray that their positions, their professions is not followed by sorrows. In the name of Jehovah God, I speak peace. I speak the grace of God. I speak the joy of Jehovah in whatever you have blessed your people to do. Hata wale ambao wamesave pesa yao na sasa Bwana wanataka kufanya kitu ingine, my Lord, allow no amount of confusion in their lives, in their decision making. Mungu, tunaomba baraka iliyo baraka ya Bwana, huduma ambazo wachungaji wameinua, watu wengi Bwana wametia bidii kwa ile mwito uliwaita, na baraka yao inageuka inakuwa machozi. Bwana, ninaomba ya kwamba utatubariki. Kuna magonjwa mengine ya mapepo, magonjwa kama kansa, magonjwa kama pressure, magonjwa kama kisukari, magonjwa mengine ya kuparalyze, my God, heart attacks and stroke. I pray against these
terminal illnesses, my Father, ambayo inafanya kila kitu watu wako wametoa jasho kupata iwe ni ya matibabu. Sasa ninaomba si iwe ni baraka, si iwe ni ya kuinua jina la Bwana kwa amani na kusema ni Mungu ametenda. Our God and our Father, I pray that our riches, our blessings, our prosperity will not be followed by any amount of sorrows, kwa sababu neno lako linasema you add no sorrows to the blessings that makes one rich, in the name of Jesus. My God and my Father, tuondolee machozi, tuondolee Bwana mambo yote ambayo ni ya kishetani juu ya baraka yako. Tupatie baraka kamili katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba kukamilika kwa baraka ya kupanuka kwetu na baraka ya kazi, dhahabu na fedha ni zako Mungu. Utajiri na majina na heshima zinatoka kwako. Tunaomba ukitupatia haya utuondolee machozi. In Jesus name we pray. Amen, amen, amen. Our God is so gracious, wapendwa. He does not add sorrows. He does not add tears kwa baraka yake. Na kwa hivyo wakati unakubana na machozi katika safari ya baraka, make sure that you pray. Don't accommodate them. Kwa maana it is not meant to be there. It is the manifestation of the enemy trying to show you that God hajakamilika katika ile baraka amekupatia. Kwa hivyo ndio maana tunaomba ya kwamba the Lord will do this. The Lord will do this in Psalm 128 verse 2. Baada ya kutupatia baraka isiyo na machozi, the Bible says, when you shall eat of the fruit of your hands, you will be happy and it will be well with you. Praise the name of the Lord. In Psalm 128 verse 2, when you shall eat, meaning we have to eat. It is provided for that we eat the fruit of our hands. Watu wengine wanatia bidii, lakini ile jasho inaenda kukuliwa na mwingine. Watu wengine tunakosa hata kulala, tunatia bidii, tunachapa kazi, lakini the lion share inaenda kwa mwingine. The Lord here says, when you shall eat of the fruit of your hands. Hallelujah. Tutakula kutokana na mikono, kazi yetu tunayoifanya. Wapendwa, the Bible says you will be happy and it will be well with you. Tunaomba ya kwamba kazi ya mikono yetu, jasho yetu itafanya tuwe na furaha, ya kwamba kutakuwa na furaha tunaposherehekea baraka ambayo Bwana ametupatia. Lakini hatutatia bidii na wengine wanakula, tunatia bidii, wengine wanapanuka, wanaongezeka, na sisi tunapunguka, tunafinyiliwa, baadaye tunaisha. I pray in the name of the Lord that Psalm 128 verse 2 is our portion this morning and in this season and forevermore, that we shall eat of the fruit of our hands. Tutakula, tutafurahia na tutakuwa tumebarikiwa kwa baraka ya kazi ya mikono yetu, and we will be happy and it will be well with us. We will be happy and it will be well with us. There will be peace, there will be the joy of the Lord katika chochote ambacho tunafanya katika jina la Yesu Kristo. You will be happy. Hallelujah. I love Psalm 122 verse 7. Remember, today we are building a case as we rise to the mountain of prayer and we are speaking the language of God. What the Lord has said about prosperity and blessings is what we are speaking to our lives from the knees on the mountain of prayer. Psalm 122 and verse 7. The Bible says, Psalm 122 and verse 7, may peace be within your walls and prosperity within your palaces. Hallelujah. Hey, may peace be within your walls and prosperity within your palaces. How I pray in the name of the Lord that within our compound, within our territory, within our boundaries, there will be the peace of God. The peace. Baada ya kufanya kazi, utakapopanda kwa hicho kitanda, utapumzika kwa sababu kuna amani ya Bwana. Ukipika chakula
chakula utapakuliwa na utakula kwa amani ya Bwana. Ukiingia kwa gari yako na kuondoka, utaenda na utashinda, utarejea ukiwa na amani ya Bwana. Ukiita mkutano wa all the marketers, all the sales people, ukiita AGM katika kampuni yako ama organization unayofanya nayo, kutakuwa na amani ya Bwana. May peace be within your walls. It is in the package of prosperity. It is in the package of blessings. Alafu inasema in part 2, and prosperity within your palace. You see, a palace is like a state house. A palace is where you rule, you reign from. It is the highest office of a particular state or particular nation. Na kwa hivyo wapendwa, Biblia inatuambia prosperity will be within the scope ambayo Bwana ametuweka. How I pray today that we will call upon God to grant us peace in the package of blessing. Katika ile baraka, amani iwe pale. Katika ile baraka tuwe na kupanuka, kuongezeka, prosperity in the name of Jehovah God. Ukifungua hiyo duka yako, ukiingia kwa hiyo ubaka, ukifanya kazi ng'ambo, ukifanya kazi ya online, si Mungu akashuke na kukupatia amani. Si Mungu akashuke na akapanue mipaka yako. Our God, we ask for peace. Tunaomba amani katika baraka uliotupatia. Wachungaji wape amani katika baraka uliowapatia. Mungu wetu, the professionals wape amani katika baraka za ofisi zao na kampuni zao na biashara zao ambazo umetupatia Bwana. Ninaomba Mungu ishie milele, si utuinue ya kwamba hatutakosa amani unapotubariki. Tukivaa mavazi yetu tutakuwa na amani, tukiendesha magari tutakuwa na amani, tukiingia kwa miji na vijiji na mahali utatutuma tutakuwa na amani. My God, hata kwa doa kuna amani katika jina la Yesu Kristo. Our Father and our God, bless us with peace in the package of blessings in the name of Jesus. Si Mungu atutendee mpendwa, si ukapate hiyo amani unapoendelea na kumwaminia Mungu hata katika kazi unazozifanya in the name of Jehovah God. Hallelujah. Psalm 128 and verse 5, it promises us that all our lives we should be prosperous. All our lives, each day, all our years, tunastahili kuishi kwa baraka. The Bible says in Psalm 128 and verse 5, the Lord bless you from Zion, and may you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. All the days of your life, we are meant to see prosperity. Our God is a prosperous God. He is the owner of this planet's economy. Na ndiye mbinguni kila kitu. We know, I cannot explain about him. Mungu wetu ndiye mwenye kila kitu, na anasema I will make you prosperous all the days of your life. So there is no given day that you should provide for. You should provide for a day of poverty. Apana, make sure you tell the Lord, my God, all my day it shall be supplied for. Utajionyesha. I've seen people ambao wanatia bidii lakini wanakula tu, kila siku wanakula, baadaye wakati hawatakuwa wanafanya kazi wanaumia, because they used to eat from hand to mouth. Lakini Mungu ananena, I will bless you all the days of your life. You will be prosperous. Na ndio maana tunastahili kuinua kiwango cha maombi, tumwambie Bwana, ahadi hii si unitimizie. Kile ninastahili kufanya leo, the secret I should know today, si unifunulie, so that my future will not reflect anything worse, anything bad, and I was supposed to have known it. Unajua kuna siri ambazo unless you go to the mountain of prayer hautawahi zijua. Hana hakujua anaweza kupata mtoto mpaka ule wakati alienda Shilo na akaomba, akalia, mpaka baadaye Eli akamwambia, kile umeomba Hana, si ukafanyiwe na Bwana, akapata mtoto. Hiyo kitambo hatukuwa tunaambiwa kama alikuwa naomba, but we are being told
wakati aliomba, Mungu alibadilisha hali yake. There are secrets you may not know. Na uenda utasema, unajua ni Mungu alipanga maisha hii, maisha ya kuhangaika. Mungu alijua kutakuwa na akina Lazarus, kutakuwa na akina Bartimaeus, watu ambao walikuwa wagonjwa, wengine walikuwa maskini. I want to let you know ya kwamba Mungu ameprovide everything for us in the scriptures, and we should live out the scriptures. We should live up to what the scripture is calling us to do as a standard by the grace of God. Don't negotiate with poverty. Don't negotiate with sicknesses. Don't negotiate with negativity. Negotiate on what God says he will do for you. Na hapa ndio anasema you will see the prosperity all the days. You will enjoy the prosperity of the presence of God all the days of your life by the grace of God. Hey, si Mungu akubariki. Kumbuka tulisoma in Deuteronomy chapter 28 verse 2, ikasema all these blessings, they will happen and they will even overtake you if you carefully obey me. Na kwa hivyo Mungu ni consistent katika neno lake, na kwa hivyo wapendwa, don't allow a room to negotiate with the devil and the powers of darkness and the pessimism. Hapana, make sure unamwaminia Mungu ya kwamba all your days utakuwa sawa. Utalea watoto na baadaye mtaendelea kufanya kampuni pamoja, mtapanuka kama jamii na mtaongezeka. There will be a name left behind. Itajulikana hiyo ni familia ya mtu fulani. Huyo ni mtu, ni mchapa kazi, alikuwa mwenye kampuni fulani, alikuwa mwenye biashara fulani. Yeye ndiye alitoboa maji akafanya borehole kwa mashule haya. Yeye ndiye alikuwa ana maintain street hizi. Yeye ndiye tupatia shamba ya kujenga soko. Yani watu wanakukumbuka even while you are dead. Hey, what you did in the days of your life. Kuna mambo ulifanya. I pray for such wealth. I pray for such blessing and prosperity from the hand of Jehovah God. Hey, wapendwa, unajua wakati mwingine tunaomba ati wazungu watoke ng'ambo, wakuje watujengee, wakuje watuletee. Kwa nini sisi tusiombe? Mungu abariki hiyo biashara yako. Wewe ujengee hiyo shule, choo, vyoo wanavyohitaji. Kwa nini usiamini Mungu anaweza inua hiyo kampuni yako uweze kuadopt a children home na uisaidie? Kwa nini usiaminie Mungu ya kwamba wewe unaweza jengea the homeless, the aged, unaweza ingia kwa hospitali and foot bills za wale ambao wameshikwa kule, wameshindwa kulipa? Kwa nini usiamini ya kwamba you can be able to pay the bursary kwa watoto? Wewe sio serikali, wewe mwenyewe unaenda una adopt 20, 30, 100 students, unawalipia wote kwa sababu umebarikiwa. My friend, you know I am challenged wakati ninaona organization ambazo hata hazina uhusiano na Mungu. Ni watu ambao they are atheist, hata wengine wamekana jina la Mungu, lakini ndio matajiri, ndio tunaenda kupanga laini, sijui ati hospitali zao ziko subsidized, sijui ati wanapeana nini, madiscount makubwa. And I feel jealous. I say God, si ubariki wa Kristo, watakuwa wameweka lori ya muziki wa gospel hapo nje, watu wakipokea ile msaada, ya kwamba kwa shule tunaenda tunafanya injili, alafu tunaleta maendeleo kwa hiyo shule kwa jina la Yesu. Tunaingia kwa community na tunafanya matendo makubwa. How I pray that the church that is under me, it will be prosperous, ya kwamba tutafanya kazi ya community kwa njia kubwa. I pray for you for the same, ya kwamba itajulikana kuna mtu hapa anamcha Mungu na amebarikiwa. Hiyo baraka affect the community such that the community can defend you. Mnakumbuka nyakati za Tabitha, alikuwa amebarikiwa na akawa baraka. Hadi alipokufa watu walikimbia kwa Peter, wakamwambia Peter, kuna mama anaitwa Dorcas. Huyu mama alikuwa wa msaada, na Peter akaitwa fufua huyu mama. Watu wanaweza simama wakutetee. What have you done in their lives? Wakati mwingine hatujafanya jambo because we are receiving so little, we are earning so little, hata haitoshi. But you see what? We have an opportunity today. We can pray, we can ask the Lord to expand our territories, atuongeze, atubariki, atuinue, atujalie.
tujalie katika mlima huu wa Bwana. All prosperity is in the hands of God. Hallelujah. Now the formula to make this wealth is so simple. The formula to be prosperous is so simple. The Bible says in Job 36 verse 11, the formula for making wealth. The Bible says, if they hear and serve him, that is God, they will end their days in prosperity and their years in pleasures. Hallelujah. If they hear and serve him. If we serve our God, wapendwa, the Bible says our days will end in prosperity and their years in pleasures. These pleasures are happiness. These pleasures are the joy and the peace of God. Hey, hallelujah. Job 36 verse 11. If they hear and serve him, Lord, we will serve you. Hey, if they hear and serve God, they will end their days in prosperity and their years in pleasures. Hallelujah. It is a promise from the promise keeper, the faithful God, that if we obey, if we hear and serve our God, our days will end in prosperity. Hata kama tutakufa majina makubwa na mazuri kwa utukufu wa Bwana, kwa sababu ya baraka, kwa sababu ya kibali na kiwango ambacho Mungu alitupatia. How I pray for you my sister. Hautaanzisha kampuni ianguke, hautaanzisha biashara ikufe, hautaanzisha doa ianguke. My God, hallelujah. Father, bring it to pass, oh God, that our days shall end in prosperity, that God, we will live in pleasures, we will live in the happiness and the joy of the Lord, katika jina la Yesu Kristo. Si Mungu ukafanye itendeke. Kila mmoja wetu mahali umemweka na muombea katika jina la Yesu, hatorudi chini ya kile kiwango cha utukufu, lakini atatoka kwa utukufu huo hadi mwingine katika jina la Yesu Kristo. My God and my Father, we take you at your word. We believe in your word that God, if we hear you and serve you, we will end our days in prosperity, and that God, we shall be defined by pleasures, happiness and joy that is coming from the Lord. Si Mungu wetu tubariki, si utufurahishe na baraka yako Bwana, si utuinue. Tumeimba sana, ulimi wetu umejawa na ufukara. Kila wakati tukipiga simu ni kuomba, kila wakati tukikutana na mtu ni kumuuliza atusaidie. When will we help ourselves, my God? Mungu wetu na baba yetu, si hata sisi tunaweza saidia wengine. I pray, oh God, that prosperity is coming through. Bless the labor of our hands, oh God. Father, may pleasure be our portion in the name of the Lord, katika jina la Yesu. Bwana Mungu, tujalie siku hii ya 4, tunaomba baraka ya utajiri, baraka ya kupanuliwa mipaka, baraka ya amani katika jina la Yesu Kristo. Our God and our Father, si Mungu utende neno lako kwa maisha yetu katika jina la Yesu. Tunakushukuru, tunakutarajia na tunaomba. Hallelujah. Praise the name of the Lord, wapendwa. Hey, when you read the scriptures, it is amazing. It is amazing what the Lord is saying he will do, because he is gracious God. Hizi baraka ni nyingi na Mungu anatenda, Mungu anajidhihirisha na Mungu anajionyesha. Tunaweza omba prosperity. The Bible says this in Psalm 118 and verse 25. Oh Lord, do save. We beseech you, oh Lord, we beseech you. Do send prosperity. Hallelujah. This is a powerful prayer. Oh Lord, do save. We beseech you, oh Lord, we beseech you. Do send prosperity. Psalm 118 and verse 25. Lord, send prosperity. Lord, make us prosperous. Wewe ndiye unaokoa, wewe ndiye unatenda zaidi ya maombi na matendo yetu. Si Bwana, ututumie utajiri na baraka na neema. Send us the prosperity. Bwana, tutumie baraka yetu katika jina la Yesu Kristo. Oh, hallelujah. Deuteronomy 30 and verses 9, the Bible says, then the Lord your God will prosper you abundantly in all the work of your hand. The Lord will prosper you abundantly. I don't know how to describe or to break down prosperity in abundance.
Yani you prosper abundantly, yani unatajirika kutajirika. I don't know how to say that. Unaongezeka kuongezeka, yani juu ya what it is unaongezewa what it is, yani mambo inafuatana. Ni vile tu tulisema, Mungu alisema the blessings will overtake you, ya kwamba utapitwa, utatanguliwa na baraka ya Bwana. And so the Lord says here, the Lord your God will prosper you abundantly in all the work of your hand. Wapendwa, si tutie bidii alafu tuaminie Mungu, kwa sababu atabariki kazi ya mikono yetu, atatumultiply. The Bible says in the offspring of your body and in the offspring of your cattle and in the produce of your ground, for the Lord will again rejoice over you for good, just as he rejoiced over your fathers. Oh, hallelujah. The Lord will prosper you abundantly in all the work of your hand. Abundantly. Hey, praise the name of the Lord. I want to sing this song in the book of Psalm 128 and verse 1. It is called a song of the ascent. It says in verse 1, how blessed is everyone who fears the Lord, who walks in his ways. How blessed is everyone who fears the Lord and who walks in the ways of the Lord. Wapendwa, let us tujivunie to walk in blessing, to walk in the fear of the Lord, kwa sababu yeye ni mwaminifu na yeye atatutendea, kwa sababu yeye anatujalia. Wapendwa, let us pray even for the economy of this nation. This country's economy and the stability of economy is what will render our businesses prosperous and successful. It is what will make our jobs pay. It is what will make us live a good life. The Bible says this in Jeremiah 29. Why do we have to concern ourselves with the economy of the country? It is because of this. Jeremiah 29 verse 7. Seek the welfare of the city where I have sent you into exile, and pray to the Lord on its behalf, for in its welfare you will have welfare. For in its welfare, you will have welfare. When the nation is thriving, when the nation is prosperous, even ourselves, we will be prosperous. The Lord says, seek the welfare of that city. Seek the welfare of that country. This time Jeremiah was in captivity in Babylon, and he is being told by the Lord, in that city, make sure you work hard, you pray about it, you bless the nation and the economy, and then the state of that economy will be your state also. Na kwa hivyo wapendwa, kwa sababu tuko katika taifa hili, si tuombe uchumi wa taifa hili, tuombe mvua kwa sababu ya agriculture, tuombe wapendwa wengi waekeze, waweze kufanya miradi mingi, tuombe uchumi wa Kenya, tuombe leaders wawe faithful, wawe stewards ambao wanachukua hatua iliyo jema kwa uchumi wa taifa. Tuombe ya kwamba taifa hili litabarikiwa, so that we will also reap in the blessing of the stability of this economy. Katika jina la Yesu Kristo, our Father and our God, we lift our nation to you. We lift our country to you, praying for the economy of this land, ya kwamba Mungu unabariki uchumi wetu, viongozi wetu Bwana, unawapa hekima kama uliompatia Yusufu akaweza kusimamisha uchumi wa Egypt nyakati za Farao. My God and my Father, I pray, bless our nation, bless this country, oh God. When you are blessed this nation, you have blessed our lives, oh God, as the citizens of this nation. Mungu wetu, si usikie maombi, wapendwa wengi wanaombea taifa hili, na ukatujalie ukibarikia taifa hili uchumi wake katika jina la Yesu Kristo. Our Father and our God, katika mlima huu tupe utajiri, katika mlima huu tupe neema, tupe kibali, tupe amani katika jina la Yesu. My God and my Father, have your way and see us through, even as we pray, even on this day, as we call upon your name for prosperity. My God and my King, si ututendee, si ujidhihirishe na ujionyeshe. This is our prayer, oh God, even for our nation. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Wapendwa,
In the interest of time, for now, we may not continue much. But I want to let you pray. I want to push you to pray. Lolote ambalo tunaliombea, the Lord will do it. He is so faithful to do it. Na Mungu atatutendea kwa sababu ametuahidi atajibu maombi. So commit yourself today to pray. Kwa hiyo ofisi yako unaweza legesha mlango, upige magoti na uombee kile unafanya kwa hiyo ofisi. Pray that the labor of your hands are fruitful, are blessed in the name of the Lord. Mungu akuinue na Mungu akujalie. Hata kwa biashara ambayo unafanya, take some time and pray over your business. Mwambie Mungu, si baba ukashuke na ukaniinue kwa sababu wewe ni mwaminifu. Kama hata hauna kazi nyumbani, ingia kwa kibarua ya maombi. Jiombee that it will not be business as usual tomorrow and today and forever. Ambia Mungu, Bwana umesema utabariki kazi ya mikono yangu. Si unipe kazi ya kufanya kwa sasa. Hey! Praise the name of the Lord. I pray that today we may choose the way of the Lord. The Bible says this, and it is the last verse I read, Deuteronomy 30 verse 15. See, I have set before you today life and prosperity, and death and adversity. Choose life and prosperity. Let us pray that the Lord will hear our prayer, will do something better in our lives. Si Mungu abariki kazi ya mikono yako, si Mungu abariki ofisi yako, Mungu abariki biashara yako, Mungu abariki familia yako, Mungu abariki afya yako, Mungu abariki watoto wako, Mungu abariki mawazo yako, Mungu akubariki ukiwa ng'ambo, ukiwa katika muji, ukiwa katika taifa, ukiwa kwa nyumba, ukiwa nje. Si Mungu akubariki na neema ikutoshe. Baraka hiyo ya Mungu ipokee na uendelee kupanuka, uendelee kuinuliwa na jasho yako ilipwe na Bwana katika jina la Yesu Kristo. Maadui wote si wakose njia ya kwako. Waganga na wachawi, jina lako lisipatikane katika orodha zao. Si Mungu akakuinue na neema hiyo ikakutoshe katika lolote unalolifanya katika jina la Yesu Kristo. Uwe na siku njema katika mlima wa Bwana. Ombi lolote, machozi yoyote, jasho yoyote utakayotema pale, naomba Mungu akaione na akakubariki, akikujibu hata na maombi yako. Uwe na siku njema na Mungu wa amani na wa neema akubariki na ajitukuze akikutimizia maombi yako. In Jesus name, receive your blessing. Amen, amen, amen. God bless you so much. Join us tonight at 7 p.m. We are running the conference on prayer. Tutakuwa live on Facebook and YouTube, and also we shall be present in the church. I welcome you na Mungu atakubariki akikujalia. For now, shalom and God be with you. Thank you so much. Good day. Oh